Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord church. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya asubuhi ya leo. Tumekusanyika mala hapa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu ili tuweze kukutana na baba yetu. Bwana asifiwe. We are here to meet with our heavenly dad and we are here to talk to him. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tupewe neno in the book of 2 Chronicle verse 7, chapter 7 to 14. Bwana Yesu asifiwe. The Bible says, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sins and heal their land. Bwana Yesu asifiwe. This morning, God has chosen you and I so that we can gather into this place this morning to seek his face for the sake of our land. Bwana asifiwe. Ni wewe Mungu amekutegea ili usimame kwa niaba ya taifa, kwa niaba ya nyumba yako, kwa niaba ya kanisa, kwa niaba ya hospitali, kwa niaba ya mashule. Ni wewe Mungu amekutega. Bwana Yesu asifiwe. And we are here. God, the Bible is telling us that if we can turn from our wicked ways. Bwana Yesu asifiwe. Sisi ni binadamu. We are not perfect. Praise the Lord. We are not perfect, brothers and sisters. But if we can turn from our ways, from our wicked ways, and seek the face of the Almighty. Mungu huwa ajibu malalamishi. Wakati unalalamika, Mungu mbona hii inafanyika? God will not answer that. Bwana Yesu asifiwe. But our God answers prayers. Praise the living God. Our God answers prayer. Ni jambo gani limekuudhi? Ni jambo gani linakuhuzunika asubuhi wa leo? You know the enemy has the Shetani ana magnify things. Issue tu the enemy ata magnify jambo kidogo tunaionekane kubwa kabisa. Bwana Yesu asifiwe. We are here to tell the enemy enough is enough. Bwana asifiwe. We are here to tell the enemy enough is enough. It is over. Praise the name of the living God. Wacha twende tu mbele za Mungu. Twende tu mbele za Mungu asubuhi wa leo. Jichunguze asubuhi wa leo. Chunguza nafsi yako. Chunguza mienendo yako. Jichunguze asubuhi wa leo. Uangalie ni wapi umeenda. Ni njia gani umechukua yasiyo sawa mbele za Mungu. Naambie Mungu akusamehe. Ambia Mungu akusamehe. Ni Mungu mwenye huruma. Ni Mungu mwenye upendo. Kisha ulilie taifa lako. Kisha ulilie watoto wako. Kisha ulilie familia lako. Baba, tunakuja kwako. Tunakuja kwako Bwana asubuhi wa leo. Baba, tunakuja kwako asubuhi wa leo. Baba, tuko mala hapa ni kwa ajili yako. Tutazame na macho ya huruma Bwana. Tutazame na macho ya huruma Mungu mwenye enzi. Baba, wewe ni mtetezi ya wenye haki. Tutetea asubuhi wa leo Bwana. Tetea taifa letu Mungu mwenye enzi. Tetea taifa letu Mungu Muumba. Father, we need you, Lord. We need you. We need you at this hour, Lord. We need you. We don't have any other place to run to, God. We don't have any other person to go to, my Father. We have come to you, King of Kings. We have come to you, Lord of Lords. Baba, ni wewe tumekukimbilia asubuhi wa leo Bwana. Ni wewe tumekukimbilia Baba yetu. Ulituumba Baba kwa mfano wako.
tutazame Bwana. Ni jambo gani gumu kwako? Ni jambo gani gumu kwako? Ni jambo gani usiloliweza Bwana? Baba, tusaidie, tusaidie Bwana, tusaidie, tusaidie Jehova, tusaidie. Hatuna mwingine wa kulilia bali tunalilia wewe Mwenyezi Mungu. Uliumba mbingu na nchi Bwana kwa mfano wako. Baba wetu, Baba wetu, tunakuhitaji asubuhi wa leo. We are praying for mercy, our God. We are praying for mercy this morning, King of Glory. We are praying for mercy, our Master. We are praying for mercy of our children. We are praying for mercy, oh God. Have your way, Lord. Have your way, King of Kings. Have your way, Lord of Lords. Have your way this morning, God. Have your way, oh God. Have your way. Have your way. Let your will be done. Let your will be done. You are our source of refuge. Thank you, Lord. Sante Mungu wetu. Sante Mungu wetu. Sante Baba yetu. Tunaomba ishara yako. Tunaomba nguvu zako Bwana. Bila wewe hatutaweza Bwana. Ni wewe tunakutazamia Muumba wetu. Ni wewe tunakutazamia Baba wetu. Ni wewe tunakutazamia Ebeneza. Tunatazamia wewe peke yako. We are fixing our eyes unto you, God. We are fixing our eyes unto you, our Father. Tutakimbia wapi Mungu wetu kama sio kwako? Tushike mkono Bwana. Tushike mkono Mungu wetu. Tushike mkono Baba yetu. Yes, Lord, we worship you, God. How excellent is your name, oh Lord. How excellent is your name, oh Lord. How excellent is your name, oh Lord. How
litukuzwe. Yesu, jina lako Baba, tunatukuza jina lako Bwana. Jina lako lina nguvu Bwana. Jina lako lina nguvu. Jina lako lina nguvu. Jina lako worship you, God. Your name is too powerful. Your name is mighty, oh God. Your name is worthy to be worshipped, our Father. We glorify your name, King of Kings. We worship you at this moment, oh God. You are worthy, Lord. You are worthy, our God. You are worthy, our Redeemer. You are worthy, King of Kings. Your name is worthy. Your name is mighty. Your name is mighty, God. You are God. You are worthy, Lord. You are worthy, our God. You are worthy, our God. You are worthy, our King. You are worthy, our Redeemer. Father, we adore you, God. We worship you because you are great. Your name is mighty, mighty in battles. Father, we worship you, God. We are calling unto your name. We are calling unto your name this morning, our Father. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Father, we worship you, Lord. We exalt our Father. You are the same yesterday and today. You change us not, oh God. Time and situation will pass, but your name will remain to be the same, oh God. Oh, our God. Our Redeemer. Our Father. Our Healer. Our Redeemer. We are calling unto you, God. Yes, Lord. You change us not, God. You change us not, our Father. You are the same God yesterday, today, and forever. Oh, God. Have your way, our Father. Have your way, God. Have your way. We love you. We love you. We love you, God. We love you. And there is no other God like you. There is no other God like you, King of Kings. Yes, Lord. Thank you, Lord. Yes, Lord. Utukufu na heshima Bwana ni zako Yahweh, ni zako usiyeshindwa. Utukufu na heshima Bwana ni zako Yahweh,
heshima, utukufu zote ni zako Bwana. Baba, tunakupa yote asubuhi ya leo, Mungu wetu. Utukufu na heshima, Baba, tunakupa zote Muumba wetu, tunakupa zote. Utukufu na heshima, patia utukufu zote, patia zote Muumba wetu. Utukufu na heshima, Baba, tunakupa leo. Mamlaka nazo nguvu, ni zako Mungu wetu, ni zako. Baba, zipokee Bwana. Mamlaka nazo nguvu, tunakupa Mungu wetu. Utukufu na heshima, mwambie utukufu na heshima Bwana, utukufu na heshima tunakupa Bwana, tunakupa Bwana, tunakupa Bwana, tunakupa Bwana, tunakupa Bwana. Mamlaka nazo nguvu, mamlaka nazo nguvu ni zako Bwana. Mamlaka nazo nguvu, mamlaka nazo nguvu, sijaona kama wewe una nguvu namna hii, sijaona kama wewe una nguvu namna hii, sijaona kama wewe mwenye nguvu namna hii, sijaona kama wewe mwenye nguvu namna hii, sijaona
unastahili kuabudiwa, unastahili wewe ni sababu ya uzima wetu, wewe ni sababu ya kunena kwetu, unastahili kuabudiwa, unastahili, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe, anastahili, mwambie anastahili, unastahili unastahili kuabudiwa, unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili, tunashangilia
wastahili kuabudiwa. Can I hear a celebration in the house of the Lord? Hallelujah! Hey, we give you praise. Hallelujah! Amen. Hallelujah. Haya, tayarisha makofi yako kwa Mungu. Hallelujah! Anastahili sifa. Hallelujah! Cheza kidogo, cheza kidogo kwa Yesu. Sitasahau, sitasahau, mimi siwezi sahau mema umenitendea. Sitasahau, sitasahau, mimi siwezi sahau mema umenitendea. Sitasahau, sitasahau, oh sitasahau, sahau, mimi siwezi, siwezi sahau mema Yesu. Oh,
sisahau mema umenitendea. How to overcome the traps, mitego, jinsi ya kushinda mitego ya adui. How to overcome. Maana nimekuambia mara mingi sana ya kwamba tunapokuwa katika ulimwengu huu tuko na mstaki wetu ambaye huwa anatustaki kila wakati, na huwa anatuwekea mitego ili aweze kutunasa, na atakapotunasa aweze kutuangamiza. Na kwa hivyo katika safari hii ya wokovu kuna mambo mengi ambayo tunakubana nayo, maana adui shetani huwa anajaribu juu chini, usiku mchana, ili aweze kunasa na kuangamiza mmoja ambaye ako katika safari ama safarini ya wokovu. Na kwa hivyo Mungu kupitia Roho wake akanipatia ufunuo huu ya kwamba licha ya kuwa shetani anaweka mitego aweze kunasa wale ambao wameamini Mungu na wale ambao wamejitolea kutumikia Mungu, licha ya kwamba kuna mitego ambayo anaweka, kuna jinsi na njia ambayo pia Mungu ameweka ya kuweza kuepuka hizo mitego. Bwana asifiwe. The believer is under constant attack. Yani sisi tuko under constant attack kila siku, kila wakati. Ukijua ile mishale ambayo shetani huwa anakuwekea, ile mambo anajaribu na wewe kufanya, ukiyajua ni nyingi sana. Zile ambazo unaona na zile ambazo hauoni. Kwanza zile ambazo hauoni ndizo nyingi. Bwana asifiwe. In the spiritual realm, ile attack ambayo shetani huwa anaachilia katika anga ya kiroho ni nyingi sana. Ni vile tu haujaziona. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. But there are ways that God has given us to overcome those traps. Bwana asifiwe. Nimefuatilia sana kuhusu hili janga la moto ambalo limekuwa hapa katika baadhi ya shule zetu hapa. Na nilipokuwa nikiliangalia, maana katika majukumu yangu hapa Gilgil, kwa sababu ya Gilgil Pastors Fellowship, nimehusiana nayo sana kwa sababu ya kutengeneza mambo ya counseling na nini, mambo ya kupanga nani ataenda wapi, mambo kama hayo. So hilo jambo ni aina ya attack ambayo imeachiliwa. Hii mambo ambayo unasikianga, it does not just come like that. It does not just happen, no. It is a way that the devil is attacking. Bwana asifiwe. Ana attack, anaachilia roho fulani ya mauaji na ana target kikundi fulani, ama ana target mahali fulani. Sasa ana target mashule. Ukienda utaona baadaye tukikaakaa ataanza kutarget mabarabara. It's a kind of a programmed scenario. Utaona ameanza kutarget mabarabara. Unasikia kuna maaccident. Nakutaka kujua si hapa kumekuwa na maaccident. Hiyo kipindi inatokea kwa muda, tunaenda pale, tunaomba, tunamwaga mafuta pale, sasa hapo anaondoka. Sasa because he is a schemer, anaachilia roho ingine sasa ya mioto ya kumaliza watoto wetu wakiwa wamelala. If we are not
careful. And if you do not have the spirit of discernment, ujue ya kwamba hii si kawaida. You do not fight such a thing with the rules and regulations. Yes, they are important, yes. But spiritual things are handled spiritually. That's it. Tunaweza weka mikakati. Yes, tutaziweka sana. But if we don't deal with it spiritually, kuna mahali tu atajificha na ataruka mbele yetu. Bwana asifiwe. So mara utasikia akitoka hapo ataingia mahali ingine. He is a schemer. So nilipokuwa nikiangalia jambo hili nikaona tunaambianga watu wacheni tuombee watoto wetu wanaporudi shuleni. We do that every time they are getting back to school. We pray for our children. Just imagine, watoto fulani wanapanga kuwakisha moto, na wakipanga hivyo hawapangi labda kuua, nimesema labda hawapangi kuchoma, maana wanapanga kuwakisha moto, halafu watoke bweni ifanye nini? Bweni ichomeke peke yake. But the devil, because he is a schemer, anahakikisha kwamba mlango umefungwa kwa nje. Watoto kama wangejua mlango umefungwa kwa nje hawangechoma. Si hata wao wataubia. They did not know that the door is closed from outside. Bwana asifiwe. So wanahakikisha wanaenda kufungua, imefungwa. Panic imeanza hapo. Hata mtu hafikiri sasa juu ya kupanic. Hallelujah. We have to pray. Aho ingai no ginyameke atia. Waombe. Wale ambao wanaomba Mungu lazima tuombe. Wakati ambapo unaona watoto wanaitwa hapa, tuwaombe hawa watoto wafunike. Kuna mzazi wake alipeleka mtoto wake shuleni. Anampeleka shuleni akasome, analipa kila kitu ambacho inastahili kulipwa, analipa everything. School officer amelipa kila kitu, ako sawa. Anaenda nyumbani akigojea mtoto at the end of the term aende achukue mtoto wake apeleke nyumbani. Anapata maripoti zingine baya. We have to pray. Men and women, we have to pray. The traps, the devil, or how to overcome the traps of the enemy. Niseme ya kwamba na kabla sijaendelea, hebu niwekee 1 Peter 5 and 8. Hii tumeshakuwa nayo sana. 1 Peter, hata kuna wakati nilinena hapa. 1 Peter chapter number 5 and verse number 8. 1 Peter chapter number 5 and verse number 8. Nikwambia namna gani? Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Yani, because your adversary, and who is your adversary? The devil walks about like a roaring lion. Akitafuta ni nani atakaye lalua. Anatafuta ni nani atakaye lalua. Bwana asifiwe. Hallelujah. So we are supposed to be vigilant. Tuombe. Vigilante, tuombe. Maombi. Ombea watoto wako. Si vile tu unasema ya kwamba tunapeleka watoto shule ati sasa ni hivyo. Ombea watoto wako. Pray for them. Hata huko shuleni the devil is roaring, akiangalia ni mtoto gani atachoma. Hata barabarani anaangalia ni nani ataua. Like a roaring lion. Anatafuta ni nani. So we have to pray. Bwana asifiwe. Ebu niweke, sijui kama uko na message Bible, uniweke Luke chapter number 22 verse number 31. Message Bible. I don't know whether you have it there. You have it, message Bible, yeah. Thank you. Luke chapter number 22. Glory be to God. You have to pray. Jesus told us that men ought always to pray and not to faint. Let's pray. Okay, Luke 22. Verse number 31. That one to that 2. 22, that one. Simon, stay on your toes. Ni Yesu anaambia nani? Simon, stay on your toes. Grace, stay on your toes. Kukaa on your toes ni kufanya nini?
Ndio maana nimeagiza Message Bible, because this one is inakuanga iko na depth fulani. Wakati you are doing Bible study, Message Bible inakuwa nzuri when you are studying. Bwana asifiwe. Daktari, stay on your toes. No? Yeah. Unajua kuna wakati ambapo hawa sprinters, wakati ambapo wanaambiwa on to your marks, kuna vile ambavyo wanaweka kuna vile ambavyo hata wanashika, unaambiwa shika hivi, usishike hivi, hautaruka vizuri, weka hivi, hata hii uweka. Kuna vile ambavyo una stay on your toes, be alert, ili ukitapo kusikia pa uondoke bio. Bwana asifiwe. Simon, stay on your toes. Satan has tried his best. Oh my God. Satan has tried his best. Praise King Jesus. To separate all of you from me. Yani, like a roaring lion, anaitafuta ni nani ambaye atakaye rarua. Sasa Jesus tells Peter, stay alert, on your toes, because Satan has tried his best. Amejaribu yake yote kufanya nini? To separate all of you from me, like chaff from wheat. Yani hata pale ambapo Yesu anasema ya kwamba wacha chaff, wacha gano na zawani. Okay, hiyo gano na zawani. Yesu anasema ya kwamba wacha zifanye nini? Zikuwe pamoja. But Satan is tried all his best aweze kutenganisha all of you. Odoa huyu, odoa Kamau Otieno huyu, odoa huyu, like a roaring lion. He has tried his best. Go on please. Go on please. That too. Simon, I have prayed for you in particular, that you not give in or give out. Wewe Peter, nimekuombea wewe nimekuombea, so that you do not do what? Give in all. Hapa hakuna kuondokea, ni kukaa huko. Na kukaa wapi? Huko. Ngoza jirani yako, mwambie, sikiza wewe, hata kama shetani anajaribu kukutoa kama gano na zawani, kututenganisha mimi na wewe kama gano na zawani, kama shetani anajaribu kututenganisha mimi na wewe kama gano na nini, hapa hatutoki. Bwana asifiwe. Katika wokovu hatutoki, kwa Mungu hatutoki, lazima tukae hapa kwa Mungu. Bwana asifiwe. Tutaenda wapi kwingine isipokuwa ni kwa Mungu? When you have come through the time of testing, wakati ambapo utakupitia katika the time of doing what? Testing, turn to your companions. Biblia inasema turn to your brothers and give them a fresh start. A fresh? Kwa nini wapewe a fresh start? Kwa nini wapewe a fresh start? Kwa nini wapewe a fresh start? Huyu ameombewa huyu. Kwa sababu kuna wengine ambao watakuwa wamefanya nini? Wamefifia. Kwa sababu ya mambo mengi. Kwa sababu they have given in and given out. Wamefifia. So Peter is told, give them a fresh start. Siugeukie jirani yako, mwambie, wakati ambapo unaona nimelemewa, badala ya uniinukie, uninene, uniseme, ufanye mambo yote, ufurahie kuanguka kwangu, just give me a fresh start. Give me a fresh start. Si Mungu awape fresh start katika jina la Yesu Kristo. Mahali ambapo mtu alikuwa anasikia ako chini, may you receive a fresh start in the name of Jesus. Give them a fresh start. Turn
to your companions, give them a fresh start. Guza jirani yako high five, mwambie pokea fresh start katika jina la Yesu Kristo. Receive a fresh start. Mambo imekuwa mazito ndio, but receive a fresh start. Fresh start. Fresh start. The tricks. Kabla sija kuonyesha how to overcome, let me teach you which are these tricks that you are overcoming. Sipale kichwa nilikuambia pale itakuwa ni how to overcome. Hiyo itakuwa main topic, main theme, how to overcome the snares. Na huko ndani kutakuwa na sub themes. Sub theme. Sasa hii ni the tricks or the steps the devil uses to trap believers. The steps and even the tricks the devil uses to trap the believers. Sikuambia pale shetani anaenda kama simba agulumae akitafuta ni nani atafanya nini? Atararua. Haangaliagi tu hivi tu, haendagi hivi tu. Kuna steps na tricks anatumianga. Trick number 1 ambao tumefunzwa na kama simba agurumae. Trick number 1, identifying the prey. Identifying the prey. Prey kwa Kiswahili ni identifying the prey. Mawindo. Identifying the prey. See prey. P-R-E-Y, prey. Identifying the prey. Anatafuta ni nani? Si unasikia pale anaenda kama simba agurumae akitafuta ni nani atakafanya nini? So the first step the enemy does is to identify. Anaona huyu vile anakaa, huyu ndiye ninataka. So unaona kama vile lion wanapowinda pale, anaangaliaga hata aki-identify ni yule, hata yule ambaye haja-identify, hata akipita hapa mbele yake hata hajuliki na huyu, macho yake inalenga yule swala, yule waboi molendo, yule zebra, yule ambaye alilenga. Hata unaonanga ile wale wild beast wanapokuwa akipita pale, yule ambaye ame-identify ni yule, hata wengine wakuje karibu na yeye katika hali ya kutoroka na bio, hananga shughuli na wao, wame-identify ni yu. Hata enda wapi, hata mwingine akipita hapa hashughulikagi na huyu, yule ambaye ali-identify ni nani. Wakati shetani ama-identify ni nani, atakapo chagua, is it the word? Atakapo chagua ni huyu. Naombea Mungu shetani asikupini point ati huyu kai. Hapa shetani asipate mtu ambaye atapini point ni huyu. Maana aki-identify ni huyu. Na kwanza huanga anajifichanga. Na anajifisha na nyasi. Na kuna vile ambaye anatembea. Hata hamiki ni sound. Hata anaodokea kanyasi kamekauka, anaodokeanga asikakanyange kaseme kwe. Anakanyanga polepo ili aweze kukaribia. The enemy does not attack, ama the enemy hazagi bio akiwa bali na wewe. Akiwa pale ambapo ame-identify ni yule, sasa anaanza kufanya nini? Kukuja ili wakati ambapo ata sprint, huyo mtu hata kuwa na nafasi ya kusema ngwe. The first step is that the enemy identifies the victim or the prey, and identify ni huyu. Na sana
and identify a suitable target, often the weak, the isolated, or the distracted. Yaani sana sana anaangalia ni nani ambaye ako somehow weak, somehow isolated. Unaona hii mambo ya kukaa mtu kivyake, mtu ameokoka na sana sana anataka mambo ya kukaa kivyake. Hataki kushikiana na mafellowship wenzake. Hataki kwenda katika, anasikia maombi inaitishwa mahali, hataki kwenda. Mahoya ni mashio. Yeye ndio gohoro watu. We! Unajua katika hizo meetings za maombi za ushirika, hapo ndio watu huwa wanajengwa, wanatiwa nguvu. Halafu wewe useme mimi sitakagi mambo ya watu. Wewe ukisikia unasaba kusema mambo ya watu, ujue ya kwamba you have been identified. You have been identified. Wakati ambapo utasikia hiyo karoho kameanza kukuja, nani ndako hii karero hako ni? Kuna adui amekuwa point. Na kile ambacho anaangaliaga the weak kiroho. Anaangalia nani ambaye ako weak kiroho. Na how does one become strong spiritually? One, through fellowship. Hizo mambo utakuja kuona baadaye. Through fellowship. Kumega mkate pamoja. Kuna mambo mengine ambayo hautafanya peke yako. Kuna maombi mengine ambayo inahitaji ushirika. Kuna maombi ambayo yanahitaji mnashikana mikono hivi. Mnapata nguvu. How does the Bible say? Mmoja atagusha gapi? Wawili? 1000 gapi? Kuna vile ambavyo utafanya kivyako, utaangusha nini? 1000. Wawili? So 10,000, that is I. So kama mmoja atagusha, Stephen asimame hapa atagusha nini? 1000. Halafu naye Wajara asimame, naye yake 10, naye daktari asimame. Mkijumuisha hawa watatu, mmeagusha 1000 gapi? Bwana asifiwe. The devil looks at the isolated one, just like a roaring lion. Anatafuta ni nani ambaye ako isolated. So when you are isolated, unapoondokea mahali, there is safety in fellowship, in multitude. There is that safety. Bwana asifiwe. Looks at the isolated. Ni nani ametengwa? Who is weak spiritually? Who is isolated spiritually? Anaangalia. And when he identifies that, anaangalia. Na kisha anaangalia who has been distracted, who is not keen. Ni nani ambaye hayuko makini? Yule ambaye hayuko makini. Hata wakati ambapo wanakula anaangalia ni nani ambaye hayuko makini. Wale wanyama lazima wakuwe makini. Hata anakulanga anaangalia. Alafu unaona swara amefanya hivi. Wakati ambapo unaona swara anakula nyasi hivi, alafu anakula hivi. Very attentive. Anasoma anga. Kama kuna adui anakuja, alafu tena anakula. Alafu lakini kuna mwingine ambaye ako distracted. Hatu wakulia na okulia. Hakuna kuamuka kidogo uangalie. Wakati mwingine dipoza nakwambia kwamba wakati mwingine weka sahani kando ili uangalie adui yako wapi. Utasikia tu adui ameshika hapa. Hata wakati umeshikwa hapa, hata ile ambayo ulikuwa unakula haitameruka. Juu sasa ameshika wapi? Na unajua adui anapenda kushika shingo hapa. Hata hiyo ambayo ulikuwa unakula hautaimeza. Unaweka chini. Chakula yako unaweka chini, wewe unakuwa chakula ya adui. Kwa unatengeneza chakula, umetengeneza mambo, unapanga. Hii msimu wa maombi kuanzia Julai yote ninapanga hivi, nitafanya, ningweka, nitafanya, yani hapa nitachora hivi, nitachora. Wacha nikwambie. Wakati mwingine ni wa kuacha kukula. Wakati mwingine unaacha kukula. Maana hata hiyo unakula inaweza kosa kufika hapa. Haleluya. Bwana asifiwe.
Salimia jirani yako high five, mwambie wakati mwingine ondokea sahani. Weka sahani kando, ili ujue hatari inatoka wapi. Maana ni vyema ukae tu hivi unaangalia. Okay, hakuna hatari unako. Wale ambao wako hivi hawashikagwi na adui, lakini yule ambaye ako kati hapa, huyo ndiye adui anajua, yule ni ako distracted yule. Hata niona nikikula kwa sababu akili yake yote iko kwa sahani, iko kwa chakula. Gimaine. Number 2, the next step. Unajua tunaangalia the steps the devil uses to trap believers. Number 2, planning and stalking. To plan. Planning and stalking. Stalking ni ile ya S-T-A-L-K-I-N-G. Stalking, to stalk. Unajua kustalk ni ile ya kuheta. Yani unajificha. Unaficha hivi. Sinione. Unaenda hivi. Anakula akiwa ameangalia pande hii, kwa hivyo ninakuja. Akianza kugeuka ninafanya nini? Ninajificha. Nikiona kitu kama hiki ninajificha naye ili asinione. Bwana asifiwe. Now the enemy, the lion is able to plan and to stalk. Ndiposa nikwambia kwamba inakuja pole pole, ikijificha na manyasi pole pole, na ina camouflage vizuri. Ile ngozi yake sawa sawa inafanana na nyasi. Au utaijua. Ngozi yake inahakikisha ya kwamba pale nyasi imekauka, hapo ndio iko sana. Juu ngozi yake inafanana. The devil comes like an angel, like a morning star, you know, like. Yani anajifananisha. What he is doing is that he's planning and stalking. Planning and stalking. Kuna wakati ambapo shetani atakuja kwako, anakuja kama malaika wa nini? Wa nuru. Kumbe ni kuplan, ameplan. Bwana asifiwe. Ameplan. Unajua watu wengine hawaguduagi shetani amefika kwao hadi wakati ambapo amestrike. Bwana asifiwe. Wakati wa amestrike ndio watu wasema, "Kai, nilikuwa ni shetani, nilikuwa ni pepo, ilikuwa Mungu alinificha hii." Mungu wako kuficha? Mungu wako kuficha? Ni wewe ulikuwa. Mungu wako kuficha? Bwana asifiwe. Because God, later on takuja kuona, God has given you. Mungu amekupatia jinsi ya kuovercome. Niwaambia wakati mwingine ya kwamba mwenye vita mzuri, tulianzisha kukuambia kwamba sisi ni askari. Pale asubuhi wale ambao walikuwa wako, sisi ni askari. Nikakwambia kwamba askari mzuri wa vita hagojeangi adui yake akuje kuattack. Askari mzuri ama jeshi ile nzuri ni ile ambayo inajua kuattack adui katika kambi yake. Usigojea a plan, maana vita huwa zinaplaniwa katika kambi. So usigojea plan, akiplan atakuweza. He will give you a surprise attack. So kabla a plan kuattack wewe si attack, utawanyishe mambo zake. Bwana asifiwe. So the enemy stalks. Watu wengi wamekuwa stalked by the devil, hivi kwamba wanaguduaga baadaye kama washashidwa, washakamatwa. The enemy moves quietly. Ni katika point ya planning and stalking. The enemy moves quietly and cautiously. Quietly and cautiously. Quietly. That's how the devil moves. Quietly and cautiously. Hata pale papo anakanyanga. Taki kukanyanga nyasi itoe sauti usisikie. Moves quietly and cautiously. Akiona unafanya hivi, anajificha na nyasi. Moves cautiously and quietly. Do you know how the devil attacked Eve
in the Garden of Eden, quietly and cautiously. Ati mumeambiwa aje kuhusu hii tunda, quietly, kwa sauti nyororo. Ati mumeambiwa msikule. Okay. Surely. Okay. Hiyo tumeambiwa msikule. If Eve anasema, maana amekuja quietly, sasa ana reveal the secrets. Asi hizi zote Saito. Kuna language ambayo waliongea. Kuna language ambayo waliongea. There's a language. Siko kwa Biblia vile walikuwa wanaongea. Bwana asifiwe. Kuna language wanaongea. Na anamwambia Saito, sio zote, but hii tu ya katikati ndio tumeambiwa tufanye nini? Okay, slide. Lazima behave cautiously, ili huyu asiwe na discernment hata kidogo. Hivyo ndivyo watu wengine huwa wanakamatwa na shetani. Kai, mtu shambani mwegai. Kai, ni mtu mzuri sana. Huyu ni vile anaomba. Aliomba masaa 5. Tulimwambia ombe chakula, akaomba masaa 5 na ni chakula. Mtu ni mzuri. Hai, huyu ni katika hii safari. Wakati tu aliingia katika gari, alienda aliomba mpaka tukafika Mombasa. Huyo mtu ni mzuri, huyo mdugu ni mpoa, huyo ndugu ni mpoa. Quietly and cautiously. Using tall grass, darkness or terrain for cover to come close to you. Kuna vile ambavyo shetani huwa anakuchanga karibu na wewe. Bwana asifiwe. Na wakati mwingine unoti hii, wakati shetani anataka kuattack, anakujanga na binu hii. Na ni ile ambayo alitumia kwa Eve. Ati mumeambiwa. Unasikia hiyo? Ati mliambiwa msikule hii yote. What the devil is trying to do is to kuanzisha communication na wewe. Don't give the devil time for communication. Don't. The moment you open that kado hivi, kujitoa hapo takuwa gumu. Don't open that kado. Above all else, guard your heart. Don't open that. Guard your heart. Don't open that. Kuna watu ambao watakuja kuambia kwa ai gai. Ati thikufote. Mundu atakwete. Si mtu atakufa. Kuna mtu atakwambia hivyo. Ai. Naulize daktari. Science inasema mwanaume kukaa bila chakula ni siku ngapi? Daktari. Science. Ni sawa tu, ni science. 4. Mimi nakaaga mingi kuliko hiyo. Na sikufi. So ukisikiza hiyo unamwambia ndio hiyo ni science ndio. Hiyo ni science ndio. Lakini kuna science nyingine ya Mungu. Kuna science ya Mungu ambayo unaenda siku Baba Shiro, ukuli na ukufi. Na bado hata unapata afya nzuri. Maana hata wakati mwingine kuondokea chakula ni afya nzuri, unajiletea afya kwa mwili. Daktari atakwambia hivyo. Anakuambia usiende zaidi ya siku 4 na udaktari yao zaidi ya siku 4, lakini anakuambia hata ukienda. The devil does not want you to discern. Bado katika hiyo point ya planning and stalking. The devil does not want you to discern. That's why he is planning and stalking. Ili usiweze kudiscern. Don't discern. You know why Jesus defeated the devil? Kuna his step hata shetani alijaribu kwa Yesu. His step ya planning and stalking. Alijaribu kwa Yesu. Wakati Yesu ametoka mlimani siku 40 na Biblia inasema ya kwamba na akaona njaa.
Saa hiyo ndio Saito ndiye huyu. Vile vile tu alikuwa pale Eden, anakuja. Hai, sijui Jesus sijui alimuita aje na ina lugha yao. Bwana asifiwe. Ai son of God. Kuna vile alimuita tu. Unajua ni mjaja. Ili waanze nini? Communication. Si uniinamie, unaona? Ama kama wewe ni mwana wa Mungu, si ufanye nini? Badilisha hii jiwe iwe mkate. Wakati huo Yesu amekuwa na njaa. Hiyo ndio anakuja nayo. Plani yake ya njaa. Anaataki na hiyo. Vile ambavyo anajua ya kwamba kuna mdugu au mdada anataka kuoa au kuolewa. So anaataki na hiyo. Yesu alimshinda namna gani? It is written. It is written. Bwana asifiwe. Daktari, niwachie hapo. Aya, ili sade nisingie hapa, nipatieni ikifika hapo moja. Hii iko sawa? Dakika moja tu please. The third step is called isolation. The enemy isolates. Si ame target play. Si ame plan na ame stalk. So the third step anafanya nini? Ana isolate. Ni hii sasa. Anaiondoa kwa wale wengine. Wakati wote ambapo utaona umeondolewa kwa fellowship na vikundi na activities na mambo ya kikanisa, unaondolewa. Hey, be very careful. Uko katika third stage. The enemy ame-identify first stage. The second stage ame-plan na ame-stalk. The third one amefanya nini? Ame-isolate. So anataka kudiru na wewe peke yako. Amekuondoa kwa watu. Unakuwa sasa uko alone, isolated. And when you are isolated, let me tell you, you are an easy target. Bwana asifiwe. When you are isolated, you are an easy target. You will be attacked so easily. Hata wakati huo the lion anaanza kufurahi sasa. Anajua sasa ameka-isolate. Sasa huyu hata aende wapi ama wapi nitafuatana na yeye. A believer who feels disconnected from the fellowship or church, the same point, has been isolated. Wakati wote ambapo utasikia ya kwamba umekuwa disconnected. Umekuwa disconnected. Kikundi ya kwenu mtawa kwenu unasema ya kwamba tunakutana Judea mahali fulani. Wewe unasikia uko na ugumu sana. Most likely you are in this stage. Most likely. Unasikia wazee wanasema ya kwamba wanakutana mahali fulani. You feel sikia staki mambo ya wazee. You might be in this stage. Wakati ambapo wamama unasikia wakutane mahali fulani, wamama wanakutana wafanye mipango yao. Unasema hiyo ni ya wamama wale ambao mekete hata. Ni wale wamama wamefanya nini? Hata mekete hata. Oh my God. Hallelujah. That person who has been disconnected from the fellowship and church has been isolated and marked for destruction by the enemy. The enemy seals the escape route. Hapo katika isolation anahakikisha ya kwamba anaambia lion hii wewe tegea pale. Si yako na tumapepo wake. Si ana organize pride yake, ana organize platoon yake. Maaskari wanaelewa sasa mambo ya platoon. Wewe kaa pale, yani ameseal the escape route. Wakati ambapo unataka kurudi,
Unajiambia guys, sasa watu watasema namna gani? Nimekaa karibu miezi 3 sijaenda ushirika, wataniona namna gani? Sasa unaona ugumu ya kurudi ushirika wa mtaa wenu, unaona ugumu. What the devil is doing is that he is sealing the escape route. Maana anajua ukienda huko labda mtaomba pamoja utapata nguvu, so he is sealing that escape route. Ati maombi, unasikia unataka kuja maombi ya asubuhi, devotion time ya asubuhi, unashindwa ya kwamba gai, na sasa watu wataniona aje na nimekaa miaka 2 miaka 3 sijaenda hiyo maombi. The devil is sealing the escape route. Bwana asifiwe. The fourth one, the last one. Nimesema last mara ngapi? Mhubiri mzuri anasemanga last ama finally mara 7. Mimi nimesema ngapi? 4. The last one, ya mwisho kabisa, the fourth step the devil uses is called execution. Ana execute plan yake. Execution ni ile sasa anakuja kufanya nini? Ni ile unasikiaga finally, ama mnapokula story mtu anakuambia mwisho. Sasa wanataka kujua mwisho sasa. Maana story imekuja, huyu sasa mambo yake mwisho. Unaona? Ama ni vile hapo tulikuwa tunapewa story, unasikia kwamba na wakati huo ndio hapo unasikia haina anaendaga hivi. Maana alitaganilia nini? Sasa hiyo ndio mwisho. There is execution. The enemy relies on speed and surprise. Execution yake ni speed and surprise. Kabla ustuke amefanya nini? Hallelujah. Kabla ustuke ameuma. The lion usually leaps onto the prey, using its weight and claws to bring the prey down. Analukanga. Unaona vile analukanga? Engineer ndiye anapenda kuwatch hizi movies za play geographical. Analukanga hewani, analuka, anashika wapi? Kwanza anashikanga hapa. Unajua anakimbia alafu na yule anatoroka, anashika wapi? Anavuta chini. Anavuta chini. Ni wangapi hapa ambao wamesurpriseiwa na wamerukiwa na lion hapa hivi na claws zake, alafu anatumia weight yake kurudisha chini, alafu hapo anakimbia kwa mumero, kisha aleta down, anakimbia wapi? Mumero, to suffocate. Suffocate, the lion suffocates. Anashika hapa, anauma kabisa. That's the same style the devil uses. Wakati amesurprise analeta mtu chini, alafu sasa anashika hapa. Ni wakati ambapo mtu akifika hiyo stage, inakuwa hata mjaribu namna gani, hata mjaribu kumuongelesha namna gani, hata ujaribu kitu namna gani, tayari ameshikwa wapi? Hapa, na labda hakuna hewa. Ashashikwa wapi? Hapa. No maitho akondorete yo. Nakwenda kuhonoka. Sema nyuma yangu, Bwana Yesu. Hawezi atasema Bwana Yesu, niokoe. Andika jina langu. Ameshikwa wapi? Hapa. Sasa hapo ndio watu wanasemaga ona turamuhoeire. Ona korwo ndarauga gondo ni turonaga maitho ni no ne maitho rakurite ni. Shikwa hapa na shetani. Guza jirani yako, mwambie no aigwa. Unasikia kama uko stage gani? Bwana asifiwe. Haleluya. Mungu awabariki na Mungu awatendee mema. Mungu awe nanyi. Na waombea neema ya Mungu ikawatosha na nguvu za Mungu zikawatosha. Ulinzi wa Mungu uwe nanyi. Na kwa sababu ya kujitolea kwenu, Mungu akawape ulinzi ili adui shetani asiweze kuwakamata wala kuwashinda wala kuwashika.
nyinyi mmelindwa kwa damu ya Yesu, mmewekewa ulinzi wa Roho Mtakatifu. Kaeni chini ya hiyo damu, kaeni chini ya huo upako, kaeni chini ya huo mwongozo. Mungu atakapowaambia vile mtafanya, mnafanya, mtaepuka kushikwa na kuangamizwa na mwovu Shetani. Katika jina la Yesu Kristo nimewaombea, na zaidi ya yote nimeombea hata na jamii zenu, watoto wenu ni wamewaombea. Mungu awe pamoja nanyi na awaangazie nuru ya uso wake, awatendee mambo mema, neema yake iwatoshe na kibali chake na baraka zake zikawatoshe. In the mighty name of Jesus. And now may the grace of our Lord Jesus Christ,